Ambia kanisa la Simina, anasema uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata kufa. Utapewa taji. Utavikwa taji. Si kila mtu anaweza kuwa na taji. Si kila mtu anaweza kuwa taji. Na maandiko, Paulo anamwambia mtumishi wake Timotheo, anamwambia hakuna anayeweza kuchukua taji kwa sababu ameshinda. Lazima awe ameshinda kihalali. Kama hujashinda kihalali, hata kama utachukua taji, unaweza ukanyang'anywa muda sio mrefu. Kama kuna kitu kimepotea ndani ya kanisa, tumepoteza kuhusu habari ya uaminifu. Sasa hivi taasisi zote, ziwe taasisi za umma, ziwe taasisi za sekta binafsi, kila sekta inatafuta mtu mwaminifu. Kijana akitaka kuoa, anatafuta binti aliye mwaminifu ambaye hata msaliti kwenye ndoa. Binti akitaka kuolewa, anatafuta kijana ambaye ni mwaminifu ambaye hata msaliti kwenye ndoa. Bosi akiwa anahitaji wafanyakazi, anatafuta mfanyakazi mwaminifu asije akamuibia. Lakini leo uaminifu umepotea ndani ya kanisa na ndani ya watoto wa Mungu. Watu si waaminifu. Analiambiaje Bwana Yesu hili kanisa? Analiambia liwe liaminifu mpaka kufa. Kuwa mwaminifu, pamoja kwamba hili kanisa lilikuwa na ziki, lina kesi, lina changamoto za kutosha, lakini bado Yesu aliliambia liwe liaminifu. Uaminifu umepotea sasa hivi. Watu si waaminifu. Kwa habari ya uaminifu, si waaminifu. Watu wanaiba mpaka sadaka kanisani. Watu si waaminifu. Watu wanaiba sadaka kanisani. Watu si waaminifu leo. Sio kwenye ndoa, sio kwenye biashara, si waaminifu. Lakini Yesu alikuwa anaongea na kanisa hili, anasema hili liwe na taji, lazima liwe liaminifu. Tukirudi kwako na wewe, je, wewe ni mwaminifu? Jibu nalo wewe mwenyewe. Pale unapopewa, nikaona watu fulani wanagombana kwamba alimpa mwenzake hela ampelekee kijijini kwa wazazi. Alipokuwa kwenye safari akatumia zile fedha, hakufikisha kwa wazazi. Changamoto nini? Kwa sababu ya kitu kinaitwa uaminifu. Hamna. Wanagombana, kwa nini hujafikisha hela kwa wazazi wangu? Nimewapigia simu, wananiambia wakupokea hela. Anasema bana, mimi nilipata shida lakini nitarudisha hela. Watu si waaminifu. Sasa hivi waaminifu watu wanatafutwa. Watu kama wakina Danieli, wakina Yusufu leo hawapatikani. Tuone mstari wa 11. Anasema yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambao Roho aiambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Maanake nini? Hatapatikana na hukumu. Hatapatikana na hukumu ya milele, hukumu ya jehanamu, kutupwa kwenye ziwa la moto. Ukishinda kwenye hilo eneo, ukawa mwaminifu, pamoja na ziki ulionayo, pamoja na mashauri ya uongo uliopewa, lakini ukaendelea kuwa mwaminifu, ukakataa kutoa rushwa, ukakataa kusema uongo, ukasimama kwenye eneo la uaminifu, maandiko yanasema hivi, hautapatikana na mauti ya pili. Utakuwa mbali na hukumu ya milele. Hautakuwa miongoni mwa watu watakaotupwa kwenye ziwa la moto. Hautaingia kwenye kilio cha kusaga meno. Huu ujumbe unatoka kwa Mungu. Mungu anampa Yesu. Yesu anawapa malaika. Malaika wanampa Yohana. Yohana anawapa watumishi wa makanisa. Na watumishi wa makanisa wanausoma ujumbe kwa watu wa Mungu. Lakini watu wa Mungu wakakataa kuusikia, wakafunika masikio yao.
Leo hii makanisa yakafutwa kabisa. Ukiingia kwenye nchi ya makanisa, ilikuwa inaitwa Asia ndogo, ambayo ilikuwa chini ya ukoloni wa Rumi. Leo hii ni taifa huru linaitwa Uturuki. Ukiingia kwenye miji ambayo ilikuwa ina makanisa haya, hakuna dalili ya kwamba kulikuweko na kanisa. Badala yake kumeingia giza, kumeingia watu ambao ni adui wa Kristo, ni adui wa kanisa, kwa sababu moja, hawakutaka kusikia ujumbe. Yesu anatumia gharama kubwa sana. Anatoka mbinguni anapeleka ujumbe kwa Yesu. Yesu anapeleka kwa malaika. Malaika anapeleka kwa Yohana. Yohana anawapelekea wachungaji. Wachungaji wanapeleka kanisa, wanausoma. Watu hawataki kusikia. Makanisa yakafutwa. Hata wewe unaweza ukafutwa kabisa, na ukafutwa kama wengine wanavyoambiwa. Kwa sababu neno la Mungu liko hai. Neno la Mungu liko hai. Yaani shindana na chochote, lakini usishindane na neno la Mungu. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1, anasema hapo mwanzo kulikuweko neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Ukishindana na neno utaumia. Usipolipokea neno, maana yake utakuwa kwenye hatari ya kupotea. Mungu hana hasara. Hata kama kumejengwa masinagogi ya shetani kule mahali ambapo kulikuweko na kanisa, lakini kama wangelisikia ujumbe, hata leo hii tunapoongea yangekuwepo. Mpendwa anayenisikia sauti hii, hebu mkubali Yesu anaponena nawe, anapoongea na wewe. Hebu shika sana alichosema. Analiambia kanisa, anasema yeye ashindaye hatapatikana na mauti ya pili. Maana yake nini? Hutapatikana na hukumu ya milele, utaepuka na hukumu ya milele. Mungu akubariki sana. Tutaendelea kujifunza makanisa 7 mpaka kanisa la mwisho Laodikia. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia haya masomo. Hatuwezi kuwa na maarifa nje ya shule. Maarifa yanapatikana kwenye shule. Waraka wa pili wa Yohana una sura 1. Ule mstari wa 9 unasema, kila apitaye cheo asidumu katika hayo mafundisho hana Mungu, bali anayedumu kwenye mafundisho ana Baba na Mwana pia. Ili tuwe na Mungu lazima tujifunze. Ili tusifutwe kwenye uso wa watu walio hai, lazima tushike neno la Mungu. Ukilikataa neno la Mungu, na lenyewe linakukataa milele. Sasa nataka niombe na wewe. Nataka niombe na wewe, mtoto wa Mungu, ambaye yamkini unaziki, yamkini una shauri la uongo, umewekewa shauri la uongo kama kanisa la Simina. Nataka niombe na wewe. Wewe ambao uko tayari kuwa mwaminifu hata kufa. Anasema utakuwa na ziki kwa muda wa siku 10. Hebu niombe na wewe mahali kokote uliko. Mungu atakusaidia. Mungu ambaye nimemtumikia, nimemuona Mungu wangu. Wewe tu simama na uaminifu, na hakika utaona mkono wa Mungu. Leo dunia nzima yote, iwe Ulaya, iwe Amerika, iwe Asia, iwe Afrika, iwe Indonesia, yani sehemu yoyote, mabara yote wanatafuta mtu mwaminifu. Iwe ni taasisi za watu waliookoka, ziwe taasisi za Kiislamu, ziwe taasisi za watu ambao hawajaokoka, zinatafuta mtu mwaminifu. Na waaminifu sasa hivi hawapatikani, ni adimu. Hadimu mtu mwaminifu. Mwanamke mwaminifu kwenye ndoa, mwanaume mwaminifu kwenye ndoa, kijana mwaminifu kwenye kazi, mashemasi waaminifu kwenye sadaka, ni wachache sana. Na ukipatikana mtu kama huyo, analindwa sana. Yesu anasema atapewa taji ya uzima. Funika macho yako na chukua tendo la imani. Shika hicho chombo, kama ni simu, kama ni laptop, kama ni TV, kama ni kompyuta, au ni iPad, au ni chombo chochote unachonitazamia. Weka mkono wako na mimi nitaomba pamoja nao. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye hai, mfalme mwema, mgusa huyu mtoto wako Bwana, ambaye amekuwa anafuatilia ujumbe huu katika jina la Yesu. Bwana, mgusa aliyeweka mkono wake kwenye chombo chake kwa imani. Mungu ukampe taji ya uzima anapokuwa kwenye ziki yake.
sijui ziki yake ni nini Bwana. Wewe unajua Bwana Yesu, iwe ni habari ya ugonjwa, iwe ni habari ya shauri, iwe ni habari ya umaskini au ni changamoto kwenye ndoa, wewe wajua Mungu uliye hai. Yesu ukamuinue katika jina la Yesu aliye hai. Na achilia nguvu ya msalaba. Mungu ukamvike taji ya uzima. Baba ukamuokoe na mauti ya pili. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kama leo tulivyojifunza Bwana Yesu, ukaongea na kanisa la Simina. Mungu uliye hai, mfalme mwema, ya kwamba yoyote atakayetubu hautalifuta jina lake kwenye kitabu cha uzima. Ikawe hivyo katika jina la Yesu. Ikawe hivyo kwa jina la Yesu aliye hai. Unaweza ukanifuatisha maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakupokea leo, uwe Bwana na Mwokozi. Unisamehe dhambi zangu zote ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kunipokea na kwa kuniokoa. Amen. Umekuwa huru sasa. Unaweza ukatafuta kanisa lote la kiroho na ukaabudu, au ukaingia hapo, utaona namba zetu hapo kwa ushauri na kwa maombezi zaidi. Unaweza ukatupigia au ukatutumia ujumbe. Acha nikutamkie baraka. Baba, ukamlinde na kumtunza aliyesikia ujumbe huu na aliyesali sala hii, ukamuimarisha, ukampe kipawa cha wokovu, ukaachilie baraka na ulinzi katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Shalom, shalom.